Karibu Maisha Classroom. Hapa tunazungumza mambo ya maisha halisi na saikolojia. Leo tunazungumza mambo manne kuhusu nguvu za kiume, ambayo yanawapa wanaume wengi wasiwasi bila sababu. Namba moja ni kuhusu muda wa tendo. Wanaume wengi huamini ili mwanamke aridhike ni lazima tendo liwe la muda mrefu kama lisaa na zaidi. Ila ukweli ni kwamba si lazima tendo liwe la muda mrefu kupita kiasi ili uonekane umekamilika. Tafiti zinaonyesha tendo la kawaida linaweza kuwa dakika chache tu, yaani dakika 5 mpaka 20 zinatosha, na bado likawa bora kabisa. Kinachobeba uzito ni namna mnavyoelewana, kuwasiliana na kuridhika kwa pamoja. Mjue mwanamke wako tu, inatosha. Namba 2 ni kuhusu ukubwa wa uume. Vijana wengi hujikuta wanajilinganisha sana. Ukweli ni kwamba kuridhisha mwanamke hakutegemei ukubwa pekee. Uelewa wa mwili wa mwenza wako, utulivu na mbinu zako vina nafasi kubwa zaidi kuliko vipimo vya kimwili. Eneo la G-spot kwa mwanamke lipo sentimeta chache tu juu ya uke, ambapo hata kibamia kinafika vizuri tu. Namba 3, kuna pia dhana kwamba mwanaume lazima awe tayari kuunganisha tendo bila kupumzika. Ukweli ni kwamba mwili una mfumo wake wa kawaida wa kupumzika baada ya tendo moja kwenda lingine. Hii ni hali ya kawaida kabisa na hutofautiana kulingana na mtu na umri. Namba 4 ni kuhusu dawa za kuongeza nguvu za kiume au boosters. Nyingi hutoa matokeo ya muda mfupi. Nguvu ya kweli huanzia kwenye maisha yako ya kila siku: lishe, mazoezi, usingizi na utulivu wa akili. Ukijenga afya yako, mwili nao hujibu vizuri zaidi. Mwisho wa siku, wanaume sio mashindano, ni kujijua, kujitunza na kuwa na mahusiano yenye mawasiliano ya wazi na heshima. Je, ni imani ipi uliwahi kuamini kuhusu nguvu za kiume ambayo baadaye uligundua si sahihi?